Katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amewahakikishia Watanzania ya kwamba CCM itashirikiana na kila mtu mwenye dhamira ya kudumisha amani ya nchi yetu bila kujali itikadi, rangi au kabila lake. Dr. Nchimbi aliyesema hayo Jumanne Juni 24 katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Arusha AICC wakati alipokuwa akifungua jukwaa la safari ya mwanamke mkoani humo. Nataka nitumie nafasi hii kuhakikishia wanawake wa Tanzania kwamba CCM inatambua dhamana yake ya kulinda amani kwa nchi yetu. Nataka niwahakikishie viongozi wa mila, viongozi wa dini, viongozi wa taasisi za kijamii, niwahakikishie Watanzania kwamba maoni yenu yanayohusu kuendeleza amani na utulivu katika nchi yetu hatujawahi kuyapuuza kama Chama cha Mapinduzi. Na tukitambua kwamba amani ndio kipaumbele cha kwanza cha mwanamke wa Tanzania, akitambua kwamba kuilinda amani ni kuilinda nchi yetu, kukilinda kizazi cha sasa na kizazi kijacho, tutaendelea kuisimamia amani ya nchi yetu kwa nguvu zetu zote. Kila itakapobidi tufanye mazungumzo na mtu yoyote ambaye kuzungumza naye kutasababisha kuwe na amani katika nchi yetu, tutafanya hivyo. Dr. Nchimbi ambaye aliweka wazi mapenzi yake kwa haki za wanawake, alisema ushupavu na ujasiri wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni fahari kubwa kwa kila mwanamke, na akatoboa siri ya kwamba baba yake marehemu Mzee John Nchimbi alimwambia kwamba anatamani kuona siku moja Tanzania inakuwa na rais mwanamke. Mwaka 1990 baba yangu mzazi ni marehemu sasa, katika mazungumzo yetu ya kawaida aliniambia kama kuna kitu anakitamani sana ni kuona nchi yetu inakuwa na rais mwanamke. Na wakati ule mimi nilimuuliza, sasa unaposema nchi yetu itakuwa nzuri ikiwa na rais mwanamke, unadhani katika hao viongozi wanasiasa walioko nani angeweza kuwa rais? Akasema wako wengi tu. Nikaambia mtajie mmoja. Akasema hata yule ana Makinda anaweza kuwa rais mzuri. Of course maneno yake yaliniharibu kidogo, kwa sababu ana Makinda alipokuja kutafuta uspika mimi nikawa kindaki na mpigania, kwa kukumbuka kwamba huu ni wasia wa baba kwamba wanawake wanaweza na huyu ni mmoja wao. Na bahati nzuri baba yangu alifariki wakati Mama Samia akiwa rais. Kwa hiyo hamu yake ya rais Tanzania kuwa na rais mwanamke ilifikiwa. Sasa sina hakika, pengine aliwahi kuota ndoto kwamba nchi ikiwa na rais mwanamke atateua mgombea mwenza kuwa mwanae. Mapema Dr. Nchimbi aliambia hadhara hiyo ya kwamba kuna kina mama wawili ambao historia inawataja kama mashujaa wa kupigania uhuru, lakini hawatajwi hadharani, na kuwaita wakina mama hao kwamba ni mashujaa wa kimya kimya. Wanawake wa Tanzania wamefanya kazi kubwa tangia kwenye mapambano ya uhuru mpaka hapa tulipo leo. Sisi kama Watanzania tunayo fahari kubwa kutambua nafasi ya mwanamke katika mapambano ya nchi yetu. Majina mengi yametajwa katika historia ya mapambano ya uhuru wetu ambayo yalishirikisha wanawake. Tunaambiwa utaratibu wa kupata uhuru katika nchi yetu ilikuwa lazima kwenda kujitetea kwenye Umoja wa Mataifa. Ilibidi lazima rais wa tano aende New York Marekani kuwasilisha hoja ya kwamba Watanzania, Watanganyika wakati huo wako tayari kujitawala. Na mbebaji wa hoja alikuwa Mwalimu Nyerere. Changamoto ya wakati huo ilikuwa ni nauli ya kumfikisha huko. Kwa tutafute nauli, tunapata namna gani? Tunaambiwa katika historia ambayo haisemi sana kwamba Mzee Rupia ndiye aliyetoa fedha nyingi kuliko wote, lakini bado fedha aliyotoa haikutosha. Tunaambiwa mke wa Abdul Sykes akiitwa Mwamvua Mrisho aliwaambia wenzake kwenye kikao
kwamba bado tunaweza kuchangisha watu wengi na hasa wanawake wakatoa hela ikatosheleza. Katika uchangishaji huo ulioshirikisha wanawake, aliyeongoza ni mwanamama akijulikana kwa jina la Mtumwa Kitete, ambaye alikuwa akifanya biashara ya kuuza vitumbua na uji Kariakoo. Na ni kupitia kwake kwenye eneo lake mijadala mikubwa ya uchangishaji ilifanyika na fedha ya kujadilizia ilipopatikana. Hawa ni mashujaa wa kimya kimya, silent warriors, ambao hawatamki, lakini anawakilisha kipekee ushiriki wa wanawake katika mapambano haya. Hadi wakati mwingine, mara nyingine, ni Abubakar Liongo. Kwaheri kwa sasa.